Maliland Realtors Limited kabuni guthiawe dio amigoda mena project ithaka muno itagwo Mali Pwani Gardens Malindi. Goko rayo kanyaga kwigwatira plot cia 50 by 100 iria cirende kaigire kuma Marafa Town na cihutitie rami ya Malindi Marafa Highway na thogora wa 300,000 only. Broti ici ciena mai na thitima na ciena ready title deeds. Deposit ni girigana rimwe no kanjiriria thabari yaku ya kwigwatira mugunda na o muthenya wa Friday kwina free site visit. Kuhoro makiria tucerere office-ini citu aria Roster Stage Mountain Mall gorofa ya gatatu kana hure thimu namba 0704882222 na wambiririe thabari yaku ya kwigwatira ngundu. Maliland Realtors Limited, simply affordable with us. Hello wise man. Good morning. Mimi niko salama nashukuru. Kwaje? Mimi niko poa kabisa. Tumerauka ni job sasa. Tunataka tuwaambie kuna project moto sana kama pasi. Nataka at least tuweze kuelimisha about hii project tunaita Mali Pwani. Mali Pwani. Unaweza kuelezea iko aje na hii Mali Pwani ni nini? Yes, ni ajeni viewers au kumkopoa. Sasa tuko pale Mali Pwani. Mali Pwani iko pale pande ya Malindi. Pale North Coast. Na pale Malindi tumekuwa na projects ambazo tumeuza pale. Tumekuwa na projects ambazo tumeuza since 2019 za eka za 50 by 100. But kwa hiyo miaka yote for the past 6 years we have never had a project like kama yenye tuko nao sasa. Sasa tuko na project kwanza iko kali sana. Project imeuza lami. Na sio lami hivi tu, sababu imeuza Malindi Marafa Highway. Hii highway nikaa kusema ile Nairobi Nakuru Highway because it's a major highway that ina serve those areas na nini. Na tunasema kwamba kama Maliland kushukuru all the investors ambao tumekuwa nao since 2019 hadi sasa 2025. Tumewaletea hii Mali Pwani, imeuza highway. Na hii project hapo unaweza jenga hata ma petrol station, unaweza jenga mikahawa, ma B&Bs because as we look wakati tunaangalia saa hii locally there is kumekuwa na hii mambo ya wase na ma B&B, ma hoteli, na that's the reason why tukasema mbona tusiletee ma investors shamba ambao ukinunua tu immediately, hakuna kugojea. Unakuja tu umejenga mkahawa yako, umejenga petrol station, umeweka B&B, ma apartment. Na in that wewe ukiwa Kenya, ukiwa nje ya Kenya, unaweza kuinvest, unaweza kupata reward ya hiyo shamba yako, sababu wakati umejenga hiyo pesa inakufikia ukiwa Nairobi ama outside the nation. That's so good. Okay, kwa kuongezea kidogo mimi naweza sema hapa msikilizaji wetu ama mwenye anatutazama, hii naweza sema kosa uchekwe. Kwa maana ni kwa nini? Kwanza niweze kueleza. By the way kuna watu wameniuliza, unasema Maraba, wanafikia ni kule border. Uko Busia? Sio Busia. Si ndio sasa tunaambia tembea Kenya, ndio maana tumewaletea hii. Tunaambia hii si Maraba, ni Marafa. Unajua tena ile nini? Shida ya matamchi. Kuna Maraba na Marafa. Sasa tunawauzia Marafa. Iko Malindi. Na pale maybe niwaelezee kidogo juu ya Malindi. Ukisikia Malindi, think about coast, mostly tourism. Nani hawezi panda kwenda pwani? Kuna wengine wetu hawajaenda, but wenye wameenda kama mimi naweza omba ni kuange huko kila siku. I love traveling. Wow. Sasa ukiwa huko watalii wote wako huko wanatembea the beaches, but sasa mainly yenye inauza hii Mali Pwani. Imagine kuna hii nini ya watalii iko na hapo inaitwa Hell's Kitchen. Yes. Na unajua hiyo place venye kama mtu hajaenda na hiyo barabara. Ukiangalia hapo katikati kutoka it's just 2 minutes away from Marafa Town. Kwa hiyo town Mali Pwani utatembea just 2 minutes. Kwa mguu, si gari, ni mguu. So hapa ni kusema pia Marafa Town iko karibu, si ndio? Yes. Na sasa project yenyewe iko pale kwa barabara. Sasa Hell's Kitchen ukisikia kuna jua.
Ni ukweli kuna joto jingi sana. So wewe ukitaka kuchukua hii malipwani, pale ni kwa mkahawa, wazungu watalii wanaweza kuja kupumzika hapo, unaekea juice. Akitoka pale kwa joto, wanakuja kubarizi hapo, unaekea maybe shop ya juice, ama mahali wanaweza kuja pia walale, baadaye washinde wakienda all the way to Malindi. Yes. Tuambie hizi ploti, imagine ni size ya 50 by 100. They are commercial plots. Na ndio bana tunasema bei tumekuangalia ni ile ya mkulima. Tumekata hata tuwezi sema hii ni half price by the way. Kulingana kwenye ziko, I think tunaweza ita aje. Juu zilikuwa zinatoka 900, ukaleta 300 tukifunga mwaka, hii ni zawadi. Ni zawadi juu ya zawadi. Yes. Tumekata na size ya 50 by 100, tunauza na 300k only. Only ndio maana nasema kosa uchekwe. So, ebu wise one waelezee kidogo nani mwenye anafaa kuchukua hii project? Mwenye anafaa kuchukua hii project ni kila mmoja. Kwa maana wakati nimefanya pia utafiti, nimekuja kujua ya kwamba hakuna mweyote hawezi chukua hii shamba because imekuwa ni kama zawadi. Ni zawadi tunakupatia. Sure. Kuna wengine tumekuwa nao kutoka 2019, wengine wamekuja saa 2025, but kwa wote tumesema tutakuuzia hiyo 900, hatutakuuzia hiyo 800, hatutakuuzia 700, hatutakuuzia 500, tutakuuzia 400. Tumeshuka hadi 1,300. Kwa nini tunakuuzia 1,300,000? Ni kwa maana hii ni kama zawadi tunakutunukia, ni kama zawadi tunakupa wewe mwenyewe. Like we are saying thank you as we are coming to the end of the year ya 2025. Na hapa kila mtu anaweza pata hii shamba. Kwa maana unaweza lipa na installment, unaweza lipa cash. Kwa hivyo kila mtu mahali pale, because kama sisi kama Maryland huwa tunasema it is always affordable with us. Na hata mimi mwenyewe ni investor number 1 pale. Kwa maana kwa nini nimekuwa investors? Nimefanya utafiti kadhaa, nikaona kwamba hawa wazungu wanapita kwa ile barabara, because as we know Malindi is a tourist site. Malindi imejaa na watalii. Kwa maana sasa wakati wanakuja pale kujiangalilia pale, ukiangalia pale kama venye dada yetu wamekuelezea, kuna ile Hell's Kitchen. Kuna tourist sites ambazo pia ziko pande ile. Na nilikuwa naangalia kutoka Malindi town, it is just 26 minutes drive kutoka pale Malindi CBD. Na hakuna stopover ingine hadi pale kwa Hell's Kitchen. So, ninapoangalia naona mwenye anaweza kuja hapa anaweza ajenge mkahawa yake mahali pale. Unaweza jenga a hotel or unaweza jenga a motel. Kwa nini? Hapa inaweza kuwa sasa badala watalii wakuwe wakitoka from Malindi wakikuja all the way, wanakuja pale Malava town kugojea kabla pale ile tourist site iweze kufunguliwa. Wanaweza kuwa wakikuja mahali pale umejenga hoteli yako. Wanaweza kuwa ni kama stop over. Kwa hivyo unaweza kuwa umejenga mkahawa yako pale na petrol station, wanaweza kuwa wakikuja mahali pale kama stop over. Wengine wakati wanatoka pale wanaweza pia rudia katika mkahawa yako, na si lazima warudi baka Malindi ili waweze kupata pahali wanaweza lala. Unaweza kuwa na B&B zako pale, unaweza kuwa na nyumba zako za kukondesha pale, wanaweza pata mahali pa kulala. Na hapa tumekuambia jambo moja. Hii shamba ni 50 by 100. Ni shamba kubwa sana. Unaweza jenga mkahawa, petrol station na nini lingine. Na wewe unataka kuinvest. Hakuna mtu amezuiwa. Kwa maana unaweza shika hii shamba na 100,000 with just 100,000. Unaweza shika hii plot yako moja. Na hapa mimi nikiweza sema si mahali pa kununua. Hata mimi nilikuwa hata kununua 2, lakini wakati nimefanya hesabu 2 3 nikaona nikaongezea ingine. Kwa nini? Kwa maana nimeona utalii na biashara venye inafanyika mahali pale. Kwa hivyo hata wewe unaweza wekelea just 100,000 uweze kuja mahali pale. Tuwe neighbor, tuweze kukuza mahali pale, tuweze kujenga pamoja na wewe. Tuweze kuwa na watalii ambao wanakuja kuweza pale kuwa na wakipata chamsha kinywa chao, wakipata lunch, wakipata makuli yao ya jioni. Kwa maana
sisi wenyewe ndio investors number 1. Hata wewe kuja ukuwe investors number 2. Na kwa yote tutaweza kutembea pamoja. That's so good. Actually, nilikuwa karibu nikukosoe. Kwa maana venye ulikuwa umesema ati kuja uchukue plot yako pale ni kama watu wanachukua plot moja. Maana si unajua venye tumeenda huko Vasanye tunateremka huko, tukienda mtu akienda mwenye alikuwa ameshika moja, tukifika mahali pale wanakuja kutusumbua. Sababu wenyewe shamba linapendeza, ni mzuri. Wanatuliza nataka kuchukua hii next. Unapata nilikwambia uchukue 2 3 ukakataa, sasa inapata ile imeshikana na hii yenye umechukua ishachukuliwa na mwingine. So hapa si mambo na kufikiria, it's better at least to be secure. Chukua kutoka plot 3 4, right? Yeah, sure. Na sasa kitu mzuri ni ukijishikia hiyo shamba, si mambo unajua makampuni zingine zinakuambianga sijui nini title deed. Hii ni mpaka imagine kwa hii 300k ni title inclusive. Yes. Unaweza pata wapi deal nyingine mzuri kama hiyo? Ni hapa tu kwa Maliland. Exactly, ndio maana tunaita Maliland. Tunakupeleka kwa kipole, tunakupatia mali pwani. Unajua there is power in a name. Yes. By the way, imagine Maliland tena mali pwani, then unaenda Malindi. Unaona venye ina rhyme vizuri? So mimi naweza ambia msikilizaji, hapa si mahali ya kufikiria twice. Nimeenda wenye tumeteremka na wao, asante sana. Na tutaendelea vizuri. Naweza sema Maliland utufanye kama kampuni yako ya kuwekeza na hautawahi regret, by the way. Hautawahi regret. Otherwise hata wenye wanatujua tuko na mashabiki wengi sana. Wanajua Maliland kama venye kakangu amesema, it's always affordable with us. Kwa nini? Sababu sisi kila yote, kama uko na pesa nyingi, kama uko pale wastani katikati, kama uko huko chini, tunakuinua, tunakuja pamoja. So kila mtu ajipatia hii mali pwani. Unasikia ni commercial plots, unaweza jenga petrol station, hoteli yako, chenye inakufurahisha, bora shamba ni commercial because just a few meters from the main road. Si ndio? Yes. Utaipata deal gani tena kama sio huko kwa Maliland? Yeah, sure. Na tunapoendelea pia ningesema ya kwamba wenye tu dadangu amemuelezea hapa kwa hii shamba hakuna shilingi hata nyingine mmoja utaongezea. Tunakuzia na hiyo bei na tunakueleza ya kwamba hata hatimiliki iko pale ndani. Hakuambia ati wewe goja, ati kumeenda kumerudi, hapana. Tunasema kila kitu ni inclusive. Hata hiyo hatimiliki iko hapo. Na tunakueleza ya kwamba ukiangalia katika mitandao na pale pengine, Malindi is the largest town ambayo imekuwa ikienda investors for the past 8 months. Kwa nini? Kwa maana there is a great potential in Malindi. Kuna kukua ambayo inakuwa na kiwango kingine pale Malindi. Because as we are in, ukiangalia even globally, Malindi ndio inaona imeanza kuitwa the Italy town. Inaitwa Italy town kwa nini? Kwa maana unapata wale Portuguese na wazungu wameanza kukuja kuwa na investors mahali pale. Ndio unaona unapata zile mikawa za wazungu zimeanza kujengwa mahali pale, kama zile zinaitwa billionaires club, billionaires hotel. Why? Because hii ni 5 stars hotel. It is intercontinental hotels that they are coming there. Kwa maana Malindi it is a city ambayo ina grow, inaenda ikipanda katika kiwango kia status ya kuitwa the next city. Now, ukiwa investors mahali pale, utakuwa kama wewe ndio uko pale Runda ya Nairobi. Utakuwa kama ndio uko pale Muthaiga ya Nairobi. So, wewe ukiwa investors mahali pale, wewe ndio utakuwa ukiwapatia nafasi. Wewe ndio utakuwa ukiwapatia nafasi ya kuweza kuwa na BNB mahali pale. Wewe ndio utakuwa ukiwapatia na nafasi ya kupata mamkuli mahali pale kwa mkahawa yako. So, hapa Malipwani tumekuletea kama wewe ikuwe ni kama wewe ndiye the stakeholder, part of the stakeholder ya pale Malindi. And another thing, hii shamba yetu venye tumeiweka yote tumeweza kuifence, tumeizingira yote. Kwa hivyo tumefanya kitu inaitwa value addition. Hapo ukinunua hakuna kuulizia manini, unapata hata unaweza mtu ukienda na hiyo barabara kutoka Malindi, hakuna kukanyanga mchanga.
unakuja all the way na lami. Unafika tu pale kwa shamba hata kabla ufike Marafa town unapata shamba imefensiwa vizuri, maji, stima ziko mahali pale, barabara tumekukatia barabara za shamba vizuri sana, maji tumekuwekea pale ya municipality ya Kanjo iko pale kwa shamba. So wewe ukikuja tu ni kujenga na kuweka investment yako ya mikahawa, ya hoteli, ya B&Bs, ya nyumba za kukondesha, unaanza ku earn immediately. Yes. Wow. Mimi sasa hata akili mimi najiona niko Malindi. Venye unaelezea vizuri. Already sijui kama niko zoea venye tumekuwa tukiteremka, umeelezea vizuri. I'm very sure hata mwenye anatuangalia ama kutusikiza anaona hiyo picha. Wewe venye unatusikiza, kosa uchekwe. Nitarudia tena, kosa uchekwe. Maybe unaweza jiuliza, na venye mnaongea yes, namba tutakupatia, but maybe unaweza uliza tunaweza wapata wapi. Unaona? So sisi tuko hapa Nairobi along Thika Road, hapa Mountain Mall, stage ya Roasters. Ukuja hapa 3rd floor, room D31. Na ukikuja utashughulikiwa vizuri, ukaribishwe vizuri. Then we move to the next step. Halafu mwingine anijiuliza, boss, umesema ninunue ploti. Tunaenda lini? Such a question. Uniambie, hebu waambie tunaendanga lini? Pale Malindi, pale Malipwani, pale the Italy City, tunaendaga kila siku ya Friday. Tunakupeleka pale, tunapata mahali unaenda unaona shamba yako, unaweza kuenda tourist site. Kama Maryland hatukulipishi chochote. Tunakupeleka siku ya Friday, tunakupeleka mahali utalala mikahawa ya kifahari. Tunatoka hapo tunakupeleka tourist site. Unajua kama Malindi kuna tourist site, kuna Vasco da Gama Pier, kuna Vasco da Gama bridge. Ukiangalia pande ile nyingine unaona kuna park ya wanyama ziko mahali pale. Tunafika pale Marafa, kuna Hell's Kitchen ambayo inakuwa na degree ya joto ambayo iko juu. Tunaenda pale pia unaweza kuona, hata wakati unaona pia shamba yako pia unakuwa ni kama a domestic tourist. Yani mtalii ambaye pia unaenda kuona ambaye amekuzingira kwa ile shamba. Another thing, ukiwa pale sisi hatukupeleki na haraka. Tunakupeleka pale lunch, breakfast, kila kitu tunakusimamilia kama Marylander. Na pale hatukupeleki tu Friday tunakurudisha. Tunakupeleka pale 2 days in Malindi. Siku 2 pale Malindi. Unapata kujivinjari ukiona shamba yako. Na kwa hayo yote tunakuambia unaweza tufikia kwa namba zetu za simu, unaweza tutembelea hapa ofisini mwetu, ambazo ofisi zetu ziko hapa pande ya Nairobi katika barabara kuu ya Thika Road, along kwa barabara kuu ya Thika Road, stage ambayo inaitwa Roasters. Tuko katika hiyo building, hiyo gorofa ambayo inaitwa Mountain Mall, katika gorofa la 3. Na pia ukitaka kutufikia ukiwa Kenya, ukiwa nje ya Kenya, popote pale upo, unaweza tupigia kwa namba zetu za simu ambazo ni 0704882222. Narudia tena, namba zetu ni hizi unaona hapa chini ya screen ambazo ni 0704882222. Nini nyingine dadangu naweza waambia? Sababu Malindi mimi is a place to be. Mimi kwanza venye tunateremka huko, ile furaha wanakuanga nayo. Mimi venye tumejitolea ati hawalipishwi kitu. Mimi naona kama wanafaa kulipa. Kama wewe unaonaje? Nilikuwa niongee na boss kidogo, nione kama wanaweza kuwa wanatoa kitu. Si tutaenda hasara sana boss. Tumewaambia kwamba unajua pia lazima ulilie kampuni. Unajua pia kampuni ikianguka, unajua sisi wote nyumbani utaki kwenda home, atuendi home. So unaonaje? Si wewe analipa kitu. Nani hapa kwanza tuko? Nani hii shamba iko? Hata unene wewe mwenyewe. Unaongezea, yani ni mahali tunajua ya kwamba hapa unafika unasikia is another heaven. Exactly. Ulikuwa umesema ulikuwa umeshika plot moja. Sababu unajua tulisema ya kwamba kila plot unashika
unaweza shika na 1,100, Exactly. 100,000, lakini kukupeleka pale ni bure. So tunasema hivi, unapelekwa pale hata mwenye kama yenye tulikuwa nao katika hiyo wiki ambayo ilipita, ambao tulikuwa nao And we had fun. Yes, ambao tulikuwa nao Tulikuwa sawa. Hawa tulikuwa nao pale siku ya Ijumaa. Na kuambia kitu moja, watu walifurahia. Mwenye alikuwa amenunua 2 unapata hata ameongezea 2. Mwingine akaongezea 1, wengine mpaka wameshika 4. Mwingine akasema ninaweza pata eka, nishikanishe hizi plot 8. Kwa maana unafika mahali pale ndio hata hatuna wasiwasi tukikwambia tunakupeleka bure. Tunakupeleka bure because hata ukifika pale hata unauliza namba ni gani niweke. Mimi hata kwanza nikiwa huko, mimi hata sisikiangi kurudi. Ndio maana tena nikisema walipishwe tena hapo si tutapoteza, but at least because we know our chairman has a good heart. Wacha tu iende tu venye iko, but boss 2026 of which itakuwa sasa tutatoa 2026 tutakuwa tunatoa phase 2, si ndio? Hata phase 2 itakuwa imeisha. Ndio nasema for now boss alisema Malindi tutarudi 2026. Si ndio? So hii Juni kuisha inaisha anyway. Tutakuwa hazijabaki mingi. We are 60% done. Exactly. So hii ni kitu kwenda mara 2, ni kitu mara 2 hivi ndio tutateremka mara 2 tukue tumefunga hiyo chapter. So tunawaambia wewe kama hujashika mali pwani, what are you waiting by the way? What are you waiting? Na umesikia kuwapeleka ni bure. Every Friday tunateremka huko, tunaenda unapata mali yako mali pwani pale. Utakuwa unajihisi uko pwani, ile mali pwani, unakuwa kama mtalii. So don't be left out. When ukuje uwekeze mali pwani, imagine ni kaso tu unafanya deposit ya just 100k, una mali za balance tukisharudi. Otherwise we love you as Maliland. That's why we always say it's always affordable with us. Thank you. Yes, thank you so much. Mkuwe na wakati mwema. Na je, uko na mali pwani? Usiachwe nyuma. Useme, hey, I wish I knew ningekuwa na Nairobi. Saa hii usikuwe na I wish I knew ningekuwa na pale mali pale pande ya pwani. So, as Maliland, visit us, call us on 0704 882222 and stay blessed. Let us tupatane siku ya Friday tukiteremka pale Malindi. Hata kwa WhatsApp tupatane tukikutumia map ukichagua plot ambayo unaenda kuona pale Malindi. Stay blessed and Maliland is always affordable with us. Bye bye. Bye bye.